Hii ni hadithi ambayo dunia haiwezi kuisahau. Ilikuwa mwaka 2004. Kilitokea nini? Jina lake lilikuwa ni Tilly Smith. Akiwa na umri wa miaka 10 tu, alithibitisha kwamba somo moja darasani linaweza kuwa mstari mwembamba kati ya uzima na kifo. Hadithi inayorejea siku ile ya giza ya mwaka 2004, wakati zaidi ya watu 230,000 walipoteza maisha yao kutokana na janga kubwa la tsunami katika bahari ya Hindi. Tukio ambalo bado linaacha maumivu na maswali mengi, labda nawe unalikumbuka. Ilikuwa asubuhi ya tarehe 26 Disemba mwaka 2004. Tilly alikuwa akitembea katika ufukwe wa Maekao Phuket huko Thailand akiwa na wazazi wake na dada yake mdogo. Ilikuwa ni likizo yao ya kwanza kabisa nje ya nchi, zawadi ya Krismasi iliyotarajiwa kuwa furaha, mapumziko bila hofu wala wasiwasi. Ufukwe ulikuwa tulivu, anga ilikuwa safi, watalii walikuwa wakitembea, wengine wakijisitiri juani. Kila kitu kilionekana kuwa shwari, lakini Tilly alihisi kuna kitu hakikuwa sawa. Ilikuwa nini? Alitazama bahari kwa umakini. Haikuwa inacheza mawimbi ya kawaida. Badala yake, maji yalikuwa yakienda mbele kwa nguvu isiyoelezeka, yakipanda juu ya mchanga bila kurudi nyuma. Uso wa bahari ulikuwa umejaa povu jingi, ukifoka kwa namna isiyo ya kawaida, kama kinywaji kinachochemka. Kwa wengi hali ingeonekana tu kuwa ya ajabu, lakini kwa Tilly ilikuwa ishara ya hatari. Wiki 2 tu kabla ya hapo, katika somo la jiografia kwenye shule ya Danes huko Surrey, mwalimu wake Andrew Kene alikuwa amewaonyesha wanafunzi video za tsunami za kihistoria, ikiwemo ile ya mwaka 1946 huko Hawaii. Aliwaeleza dalili za hatari: bahari hubadilika mwenendo, maji kufoka na mwendo usio wa kawaida wa mawimbi. Sasa dalili hizo hizo zilikuwa mbele ya macho ya Tilly. Kwa hofu na msisitizo, alianza kupiga kelele, tsunami inakuja, tunapaswa kuondoka sasa. Wazazi wake walihisi kusita. Hakukuwa na wimbi kubwa linaloonekana. Hali ya hewa ilikuwa nzuri. Ufukwe ulionekana salama kabisa, lakini Tilly hakukubali kupuuzwa. Aliendelea kusisitiza kwa sauti iliyojaa hofu na hakika kwa kile alichokijua. Baba yake Colin Smith alisikia kitu cha tofauti kwa sauti ya binti yake. Hofu ya kweli, yaani mzazi ni mzazi tu, si mchezo wa mtoto. Akaamua kumwamini. Karibu nao, mwanaume mmoja wa Kijapani aliyekuwa akizungumza Kiingereza alisikia neno tsunami. Alikuwa tayari amesikia taarifa za tetemeko kubwa la ardhi karibu na Sumatra. Alithibitisha hofu hiyo na kuhimiza watu wachukue hatua za haraka. Wahudumu wa hoteli wakaarifiwa na uokoaji ukaanza mara moja. Watalii wakaondolewa ufukweni. Mama yake Tilly aliyekuwa akiitwa Penny alikuwa miongoni mwa watu wa mwisho kuondoka. Alipokuwa akikimbia, alisikia mlio mkubwa wa maji ukija kwa kasi nyuma yake. Familia ikafika ghorofa ya pili ya hoteli yao sekunde chache tu kabla ya janga kubwa kupiga. Tsunami ilifuata. Ilikuwa na urefu wa takribani futi 30. Iliikumba ufukwe kwa nguvu isiyo ya huruma, ikasomba samani, ikasomba mitende na kila kilichokuwa hapo njiani. Katika nchi 14, zaidi ya watu 230,000 walipoteza maisha. Jamii nzima za pwani zilifutwa kwenye ramani, lakini katika ufukwe wa Maekao hakuna hata mmoja aliyefariki kwa sababu ya mtoto mmoja aliyekumbuka somo la darasani. Tilly Smith baadaye alijulikana kama malaika wa ufukwe. Alitambuliwa kimataifa, alizungumza katika Umoja wa Mataifa na alikutana na viongozi wa dunia. Hadi leo hadithi yake inafundishwa kote ulimwenguni kama ushahidi hai kwamba elimu huokoa maisha. Na bado Tilly humkumbuka na kumpa heshima mwalimu wake kwa somo lile moja lililofundishwa bila kujua lingeokoa mamia ya watu. Somo moja, wiki 2 baadaye, maisha ya wengi yakaokolewa.
Hiyo ndiyo nguvu ya kimya, lakini ajabu ya elimu. Wewe je, unaonaje? Ni masomo mangapi tunayapuuza leo, ili hali kesho yanaweza kuwa wokovu wa maisha? Sitashusha kipaza hadi nisikie ukiwaambia vizazi hadi vizazi kuwa kuna siku nilikusimulia haya. Niitwe Gerald Christopher, mwana wa Kadinya.